Mabrother janja wana cash kitambo alichezea muda nikazabuti sichekeshi na gopa poteza muda kuleta wengi mbele ya cash ni usaliti kama judu kate tama brother dash kila kitu kila muda Jojo subscribe Miujiza TV. Safari ni moja kutoka Mabibo lakini kuja hapa ili kota za Miujiza TV inaitwa Viva Praise Kirumba. Ndio kodi ushindi. Asante kwa Kito nyuma kamera pia mashavi yangu kupitia Mabazon Tanzania. Ndugu zetu hawa noma kabisa kwa upauaji wa nyumba kupitia kampuni bora ya uwekezaji ama kupaua nyumba kupitia Mabazon Tanzania. Mimi naitwa Viva Praise alongside niko na mwanangu Solana TZ kutokea pande za Mabibo. Amefika hapa kuhusiana na mambo mengi sana kuhusu historia yake lakini pia kazi ambazo anazifanya hapo pia na project nzima ya industry ya Bongo Flava namna ambavyo anaweza kuishi nao. Solana TZ nakuaje mzee wangu? Kama kawaida kiongozi. Tuko vizuri? Mshukuru Mungu aisee. Mambo bull. Mshukuru Mungu kabisa. Naona siku hizi ndugu yangu kidogo kuna mambo ambayo yamekuwa ya moto zaidi. Project anatafuta lakini nyuma ya hapo kuna project ambayo ilifanya. Nataka tuanzie hapo. Project ya nyuma kabla ya anatafuta ilikuwaje, lakini pia na baada hapo tutazungumzia project anatafuta. Naona project ya nyuma kabla ya kuanza anatafuta. Project niliyoanza nayo ilikuwa inaitwa Star. Ndio ile project kipindi kile tumekutana umesikiliza tulikuwa Mabibo sokoni pale. Ndio nilianza nayo ile pale. Lakini kulingana na kwamba connection ni aje mambo akawa mengi. Lakini sasa hivi ndio nimekuja rasmi. Nimekuja kuiachia hiyo hapo natafuta. Iko YouTube toka nimeipandisha mpaka sasa hivi naona ina viewers kama 550. Nimepita kama siku 9 hivi. Okay. Sawa, hiyo tutaizungumzia kiupana zaidi. Turudi nyuma. Natamani kufahamu historia yako, safari yako ya kutoka mkoa mpaka kufika Mabibo, ukajiongeza wewe kama kijana, ukasema hapana bwana, mimi ngoja niingie kwenye kutafutaji niweze kuuza matunda, alafu mwisho wa siku tuweze kupata chochote kitu kwa ajili ya familia. Tuanze hapo. Safari wewe ni mzawa wapi, lakini pia umefikia hapa ulipokuja hapa mjini Dar es Salaam, na mtaji wa kuanza kufanya biashara ambao unafanya sasa hivi kwenye soko la Mabibo ilikuwaje? Kwa kweli viongozi nimetoka mbali. Kwanza kabisa mimi ni mzaliwa wa Njombe. Ni mzaliwa wa Njombe, Ludewa, Mpangwa. Unaona, kwa hiyo ni story ndefu kiongozi wangu. Nimetoka pale Njombe Ludewa, kijiji chetu kinaitwa Lugalawa. Nimesoma shule ya msingi pale. Shule ya msingi Lugalawa. Baada hapo nilipandisha mkoani pasa Njombe pale mjini. Nikawa nafanya kazi ya freelancer. Freelancer ni kazi ya kusajili line mtaani. Nimefanya ile kazi, bahati nzuri nikakutana na mwanangu mmoja alikuwa anaitwa Anodi. Ni mwanangu sana, nimefanya naye, nimetembea naye sana mikoa tofauti. Niliingia Mbeya, Songea, Iringa, Morogoro, sehemu tofauti nimetembea naye sana. Kwa ule mwanangu Anodi alikuwa na kaka yake, huyo kaka yake ambaye anatoka naye tumbo moja, mama moja, la babaka alikuwa tofauti. Maana babake Anodi na babu yani babu yake yule Anodi yule na babu yangu mimi watoto moja. Ambapo sisi tumeshare yani kwa mfano ndugu. Mimi naitwa Mtega na yeye anaitwa Mtega. Sasa yeye yule mamake yule wa Anodi na yule babake wanatoka tumbo moja ambaye mamake ni Mguru. Kwa Mguru, kwa sisi tunatoka mkoa tunakuja huko. Tulikuja kujitafuta. Tulifikia huyo brother yule mtumia letu tutafuta chumba Mbezi kwa mara ya kwanza. Kipindi hicho ndio tumekuja tumeama mkoa, azaga tumekusanya kama hivyo. Tumeingia pale kwenye legeto na nini, kipindi hicho imepita miaka kama mitatu. Miaka mitatu mpaka sasa hivi. Okay. Kwa kutoka hapo tulikuja kwanza, malengo yetu ilikuwa kwamba tuje tufanye biashara. Fungue library kwa sababu ishakuja na mazaga kibao. Lakini daga za mwisho mchongo haikwenda sawa, ni tofauti na vile ambavyo tulifikiria. Sisi yani tulichukulia kiwepesi sana, mambo yakawa magumu. Tunakaa geto atuelewe wenyewe wawili. Daga za mwisho mwenzangu akakata tamaa. Kanaambia wewe mwanangu, mimi narudi mkoa, sielewi hapo wenyewe. Kumbuka kitanda chake kama mmoja alikuwa na kitanda chake, akauza kitanda chake, akapata nauli, akarudi mkoa. Lakini mimi nikamwambia bwana, si una brother yako yule alitafutia chumba hapa. Niambia anauza matunda Mabibo sokoni. Ananiambia
ule brother na roho mbaya kinoma, mwanangu weza ni naye. Mimi nikamwambia wewe ndugu yangu, wewe kwenye maisha unapotafuta maisha, kwa mara ya kwanza jifanye mjinga tu ili upate nafasi. Ila ukipata ile nafasi itumie vizuri, ndio kama ni mpambanaji kweli na unaamini ya kwamba unachokifanya kinaweza kukubadilishia maisha yako mwisho wa siku. Kwa mimi nikamchekiji yule brother anaitwa Heri Fuko. Maana alisilimu yale kwa anaitwa Eric. Kwa yule brother nilipompelekeza akasema Ikwala kibao. Wewe mdogo wetu ushakwambieni Masha mjini sio kweli yani. Pamoto sana. Pamoto sana. Sasa karibu tulikuwa tukimbiza huko mkoani kwenu nilipokujaga shahidi kuja na yeye kipindi hicho. Sasa karibu kwenye ile jiji. Ilikuwa mingi sana kwa kweli baba. Mimi nikasema yeye nikaenda pale. Kuna lugha moja na wanapendaga kuitumia watu wa sokoni. Wanasema bususu. Bususu yani bususu ni msaidizi wa dalali. Dalali ni yule ambaye anachukua matunda kutoka shamba analeta sokoni. Kwa hiyo sisi wasaidizi tunaitwa mabususu. Kwa mara ya kwanza ile kulikuwa na udhapati kuishi kufanya kazi na lipa yangu 5,000 kwa siku. Kuona posi kutoka Mabibo kuamka kama kawaida saa 10 siku kurudi saa 1:00 nakutana na 5,000 wangu hapo. Nimezuia asubuhi nimekula bukujelo, mchana bukujelo haimeni. Kwa hiyo inabidi una balance sana matumizi ili mradi uweze kusolve kulipa pango na mambo mengine. Kwa hiyo siku hiyo kwenye 5,000 ndio kwa unakula hapo na kuanzia asubuhi na mchana? Hapana, kula nilikuwa nakula kazini pale. Lakini tulipoendelea dakika za mwisho ile brother naye mambo yakawa mengi. Mambo yakawa mengi. Kwa nikaja hivi na hivi tukagombana. Afu dakika za mwisho akaja kaniacha mtaani. Afu mtaani ndiko ananiacha ndio kuna umma niacha mtaani. Afu sielewi niingie wapi nitokee wapi. Mabibo Barcelona pale ndio nilipokuwa nimefikia kwa mara ya kwanza kwenye ndege. Nilipohama kutoka Mbezi ili niwe jirani na kazi kupisha nini nauli. Kwa nikawa nakaa na wale wanangu Mabibo pale dakika za mwisho. Nimelipa tu kodi miezi 6 hapo sielewi yani. Ndio nikaja kukutana na mwanangu anaitwa H-Boy producer alinifanyia yenyewe. Yeye akawa producer afu mimi kuimba naweza na chana. Nikimchania mwenyewe na mwanangu wewe unajua una kitu sema ndio hivyo mwanangu wewe hivyo. Kwa mimi naingia hivi anaingia studio zake mara kibao anatengeneza beat na kutia watu. Kwa hiyo kodi sinishalipa kula tunakula wenyewe tunabebana. Kwa sababu mwenyewe ni mtu wa Mbeya. H-Boy. Kwa hiyo ndio mara kwanza nilikutana naye. Dakika za mwisho na yeye mwenyewe sema ana mambo mengi kulingana kwamba na force mambo yaeleweke na familia kwao Mbeya hapo. Na mwenyewe tena akaja kuondoka. Akarudi Mbeya. Mimi nikakaa nikawa sielewi. Nikarudi tena sokoni. Kuna brother yangu mmoja anaitwa Ima pale sokoni. Nikamwambia brother, ndugu wako hapa mimi sielewi. Yule umboi yule Ima. Mwenyewe sielewi hapa, mwenyewe sielewi mtaani maisha yenyewe magumu. Sasa akaniambia ndugu wetu mbona ukosema toka mapema afu naye Mungu na bahati kinyama. Kuna bi mkubwa anaitwa Mama Epi pale. Anataka bususu. Yaani kwa kumsaidia kuuza maembe. Mimi nikaendaga kwa bi mkubwa pale. Kwa kweli bi mkubwa alinipokea vizuri kulingana kwamba ni mwenyewe mcheshi afu maisha mtaani mwenyewe naweza. Toka nikiwa mdogo nimezoea hivyo kwa sababu mwenyewe sijaishi na bi mkubwa. Bi mkubwa alituachaga kwa mzee tukiwa wadogo sana. Miaka 4 aliondoka kwa mzee. Kulingana na familia yetu wenyewe kwa mshua tuko wengi. Babangu alikuwa na watoto 50. Watoto 50. Mama ngapi? Mama tulikuwa kama 9 ambao nawajua mimi. Na hao 50 ambao nakwambia 50 ambao tunajuana tunaishi. Tunajuana. Karibu. Kwa hiyo maana hiyo kwa wale ambao pengine labda kuna wengine ambao hawafahamu hata wanaweza kupika hata simu. Tunaweza tukapika kwa sababu ndoto zake mzee wangu nakumbuka alipokuwa anasema anataka awe na watoto 100. Lakini aliishi hapo na mamangu alikuwa mwisho kufika kwa mzee. Alafu akawa wa kwanza kuondoka. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilifanya sisi kuishi maisha ya usho sana. Sa experience yako baada ya kuingia kwenye game na natamani kushare na wewe kuhusiana na wasanii ambao wanajitafuta sasa hivi hapa mjini hasa underground. Ni changamoto gani ambazo wanakumbana nazo ambazo zinaweza kuwanyima nguvu ya kuweza kujituma?
na kuto kuchagua kazi. Yani jitume sana, usichague kazi yoyote ile ufanye. Huku ukiwa na imani pia kumomba na Mungu wako. Mimi nadhani changamoto ni hizo moja hapo. Project ya natafuta tuingie ndani kwenye project ambayo ngoja kutambulisha hapa kupitia Miujiza TV. Na tamani uanze mwanzo wa project hiyo. Ulifikiria nini, idea ya kusema kwamba okay natafuta ilikuwaje? Ukapata wazo sehemu gani, lakini pia ukaamua kulifanyia kazi hilo wazo lako. Tuanze hapo, wazo la natafuta ilikuwaje? Baada ya kupata wazo hilo ukamshirikisha nani, lakini pia ukachora mistari, ukaamua kuingia studio. Ni studio gani ambayo ilifanya production ya kazi yako? Lakini pia kwenye upande wa video ni nani director gani ambaye amehusika kwenye kuproduce hiyo video? Okay, kwanza kabisa idea ya natafuta nilipata mwenyewe kulingana na mazingira ambayo nilipokuwa naishi, na force mwenyewe napambana maisha yangu. Shapitia vipengele kibao. Huyo mwanangu aliyokuambia anaitwa Anodi, shamtumia alipofika mkoa, shamtumia nauli akarudi. Pale nilipokuwa nina chochote kitu, kwamba kwa ile bi mkubwa alipokuwa nauza maembe pale, mimi nauza pale, nikamkatia kijieneo pale pa kuuza, akaja kunikataa moja kaza, mwisho nikamwambia akaja kuniacha tena. Kwa hiyo ukisikiliza nyimbo, yani unaweza kaelewa hata kwa mstari mmoja tafsiri yake. Natafuta, ndio maana nyimbo ikaitwa natafuta, na video. Hata nikituliaga pale wenzako anakuambia kwamba kipaji hakijifichi. Nataka ni share nawe hiyo moment ilikuwaje kusema kwamba okay ngoja nikashoot upande wa kazi yangu ambao mimi wanafanya, nishirikishe watu ambao niko nao kwenye cycle tufanye nao kazi, halafu wao wakareact vizuri kwamba okay na msupport mwanetu. Hii moment ilikuwaje, lakini pia na wasikaji walitoa mchango gani kwenye kazi yako? Kiukweli mchango wa washikaji uliokuwepo ni kwamba yani wao wanafurahia kile ninachokifanya. Ni wanangu, tunafanya wote kazi, wanikubali sana Mabibo sokoni. Okay. Hawanipingi hata kidogo, hata mimi siwapingi. Hata uenda leo pale wakiona umesimama wewe na mimi lazima yani watajaa. Hata ukimuuliza mmoja ataongea vingi kuhusu mimi pale. Sina tazama interview hii, natamani ushare nao kupitia Miujiza TV, waombe wadau ambao wana support kuona vipaji ambavyo viko mtaani, alafu na vile juu kuifanya kwa biashara, maana muziki sasa hivi ni biashara. Focus na kamera hapo hapo, zungumzie na wadau. Kikubwa kitu ambacho nakiomba mimi ni kwamba supporter, nipate management, kwa sababu mimi ni kijana ambaye mwenyewe najitafuta na nimetoka mbali kiukweli. Kama nitapata bahati ya mtu ambaye anaweza kunisupport mimi, kunishika vizuri, kunisimamia, nitapambana, nitaonyesha kila ambacho nimejaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwenye mitandao ya kijamii wanafuataje, lakini pia kazi wanaweza wakaipataje kupitia mitandao ya kijamii? Kwenye mitandao ya kijamii wananipata kwa jina la Solana TZ. Natafuta, nyimbo inaitwa natafuta, andika Solana TZ natafuta. Tegemeagi watu zaidi ya Mungu aliyoko juu, binadamu roho mbaya leo atakupiga juju, takupa mkono heli kumojoni wana. Subscribe Miujiza TV.